السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. بعد, ndugu zangu wapenzi wa chaneli ya Imam Muhammad Malina, leo pia nakupeni faida nyingine, faida muhimu kabisa. Mada hii ni muhimu sana, isikilize mpaka mwisho utapata faida. Jinsi mada inaeleza kwamba ni jinsi ya kujitoa katika mikono ya shetani kwa dua. Dua hii ni dua ambayo itakutoa katika mikono ya shetani biidhnillah taala, kama utazingatia kila ambacho nitakufundisha. Maana watu wengi shetani amewabana, watu wengi walikushaelekea kwa shetani, watu wengi walishafanywa vitu na matabibu kwamba vitu hivyo vinawasaidia, na vitu wamekalia vitu hivyo, sasa wameviaminia, hawawezi kuvitoa, wanasema watakufa, wanaogopa kweli. Lakini huo ni uoga hatari kabisa, ambao unaacha kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umeogopa vitu ambavyo wewe mwenyewe umekinunua, ukakipeleka kwa tabibu, akakutengenezea uchawi, alikutengenezea akakuwekea kwenye mwili wako, alafu na wewe ukaamini kabisa hichi kitu ni kitu ambacho kinanilinda, nikikitoa kinaweza nikafa, nitakufa. Allah ndiye anafisha, wala si wanadamu. Na Allah ameshathibitisha ndani ya Qur'ani kututadharisha sisi Waislamu kwa namna gani tutaepukana na shetani. Katika sura ya 35 aya 6 Allah amesema, inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwamba inna shaytana lakum adu, hakika shetani kwenu ninyi ni adui wa wazi. Fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni kuwa adui kweli. Inma yad'u hizbahu, hakika yeye shetani analiita kundi lake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili wawe miongoni mwa watu wa motoni. Yani kazi ya shetani ni kuita watu katika kundi lake ili wawe miongoni mwa watu wa shetani, lakini wale ni wale ambao wao wameamua kumtumikia shetani na kumwacha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allah katika sura An-Nisa pia Allah mwenyewe amesema shetani huyu alimwahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia wala udhillanahum, kwamba hawa nitawapoteza, wala umanniyanahum, na nitakuwa nawapa matumaini. Nitawapoteza watu wako, alafu mtakuwa nawapa matumaini. Shetani akimweleza Allah, akimwahidi Allah kwamba atawapoteza, wala udhillanahum, kwamba nitawapoteza, wala umanniyanahum, na wakati baada ya kupoteza nitakuwa nawapa matumaini kwamba kuna siku wataacha. Wewe umepewa pete hiyo inakulinda, unaogopa kuitoa, alafu unasema kuna siku nitaitoa, kuna siku nitakuwa mwema, kuna siku nitatoka kwenye ushirikina, mpaka unakuja kufa. Umepewa irizi, unasema irizi siwezi kuitoa, kuna siku nitaitoa, labda nikitoa nitakufa, nitadhurika. Hivyo basi anasema anakupoteza, amekupoteza, umeenda kwa ushirikina, alafu anakuwa anakupa matumaini kuna siku utaacha. Alimwahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utaona wengi kweli ameshawakamata na hawawezi kutoka. Allah tu aongoze. Ndio mtu mwingine unaweza ukampa utaratibu namna gani nitakiwa akae, yeye anaona kama una nia naye nzuri. Watu wanakimbia, wanakataa, wanaogopa, wanaona nikitoa labda nitadhurika, hivi na hivi. Mwisho anakuja kufa mtu huyu, kumbe Allah alimpa njia ya kutoka. Na ili utoke katika mikono ya shetani, Muislamu lazima ufanye maamuzi kwa ajili ya Allah. Man yatawakkali ala Allah fa huwa hasbuh, mwenye kumtegemea Allah, Allah tamtosha. Sema mimi natupa mapete, natupa mabangili, natupa mailizi haya, lakini kwa ajili yako wewe Allah, kwa kuogopa wewe na kuamini wewe ndio utanilinda, sio vitu hivi. Naomba unihifadhi baada ya kuvitoa vitu hivi. Wallahi Allah hawezi kukubali, yani shetani hawezi kukudhuru. Lakini wengi tunakuwa na uoga kwa sababu ya elimu ndogo, na watu wanahitaji tuelimishe tu. Wengi sana mimi wananipigia simu, shekhe, mimi
na kitu hiki kitu nashindwa namna kukitupa, hivi na hivi na hivi, nilipewa na dokta, nilipewa na mganga, nilipewa na shehe mmoja mshirikina alinipa. Mashehe wako wa hivyo wanajinasibisha na ushehe, au pia kesho watu Allah sijui atakwenda kumwambia nini. Wewe umempa mtu kitu cha kujikinga, alafu kile kitu umemtia hofu kubwa, ameshindwa namna gani atakiacha. Wewe ni sababu, akifa hivyo wewe ni una mchango katika hilo. Allah tuongoze sana sisi ambao tunafanya kazi hizi, kazi za utabibu. Lazima turudi kwenye mstari. Acheni kufata vitu vya kuaminisha watu vitu ambavyo ni ushirikina na ni kufuru kubwa. Na Allah mwenyewe amesema ndani ya Qur'ani, Allah anasema inna shaytana lakum adu fatakhudhu adu, hakika shetani kwenu ni adui na mfanyeni kuwa ni adui kweli. Allah anaendelea katika Bakara aya 257. Allah amesema walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabu nari hum fiha khalidun. Anasema waladhina kafaru, na wale waliokufuru, awliya'uhum at-taghut, basi walinzi wao ni mashetani. Yani wao wameweka kitu kwenye mwili kwa ajili ya shetani. Shetani ndio kakushikisha hicho kitu kwamba na amekuaminisha. Sasa anasema awliya'uhum at-taghut, walinzi wao watu waliokufuru ni walinzi wao ni mashetani. Yukhrijunahum, shetani kazi yake ni kuwatoa hao, yukhrijunahum ni kuwatoa hao mina nuri ila dhulumati, kuwatoa katika nuru na kuwapeleka katika giza. Ulaika ashabu nari hum fiha khalidun walladhina kafaru awliyahum at-taghut, waliokufuru walinzi wao ni mashetani. Yukhrijunahum mina nuri ila dhulumati, kazi ya shetani ni kuwatoa katika mwanga kuweka katika giza. Ulaika ashabu nari hum fiha khalidun, hao ni watu wa motoni na humo watakaa milele. Haya ni maneno ambayo Allah mwenyewe amethibitisha. Sasa wewe Muislamu ambaye bado unang'ang'ania kuna kitu kinakulinda, unamwacha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe bado unaogopa, yani bado unaogopa kama nikikata kitu nitadhurika. Hapana kabisa. Yani Allah amesema katika sura nyingine, aya nyingine, nenda haraka haraka kwa sababu ya kipindi. Katika sura ya 3 sura aya 151 katika surati Nisa, surati Ali-Imran, Allah amesema sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billah ma lam yunazziru bihi sultana wa ma'awahumun naru wa bisa mathwa lidhalimin. Allah amesema sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, kwamba tutaweka katika nyoyo za wale wakufuru uoga, bima ashraku billah, kwa yale waliomshirikisha Allah, ma lam yunazziru bihi sultan, na wakamshirikisha na watu ambao hawakupewa hoja yoyote, hawana ya uungu. Yani umeweka pete, umetegemea pete na kulinda pete, ukiacha utakufa. Umetegemea ilizi hii, havikupewa hivyo hoja yoyote ya uungu. Ma lam yunazziru bihi sultan, hivi vitu havikupewa hoja yoyote juu ya uungu. Wa ma'awahumun naru, na makazi yao ni motoni. Wa bisa mathwa lidhalimina, na ni makazi mabaya kwa wale ambao wa madhalim, wamedhulumu nafsi zao kwa kutegemea pete, kwa kutegemea ilizi, kwa kutegemea. Aya ziko nyingi zimewasema watu wa sampuli hii. Muislamu, fanya maamuzi, mtawakali Allah. Mtawakali Allah, atupa vitu kwa ajili yake, hawezi kukutupa. Allah hawezi kukutupa, man yatawakkali ala Allah fa huwa hasibuh. Mwenye kumtegemea Allah, Allah atamtosha. Yeye mwenyewe amethibitisha. Wewe una mashaka gani? Tupa. Wewe mwenyewe mwambie ya Rabbi, wewe umesema tu mwenye kukutegemea utamtosha, na kuomba ya Rabbi unitoshe na vua majitu yote ili nimalize vizuri duniani hapa. Ya Rabbi, nakuomba unipe mwisho mwema hali ya kuwa mimi sio mshirikina, nimalize nitoke duniani hali ya kuwa mimi sio mshirikina. Na kuomba natupa vitu kwa ajili yako. Shetani alinipoteza, na kuomba msamaha nilikosea, na kuomba unirejeshe kwako, na natupa hivi vitu kwa ajili yako, naomba unihifadhi wallahi, na ukadumu na adhkari. Umemaliza kila kitu Muislamu bwana. Inaniumiza sana kwa kweli, napigwa simu na watu, Sheikh mimi na kitu fulani, hicho kitu ndio ninacho, lakini nataka nikitupe, roho nyingine inakataa. Shetani anakutia uoga, na Allah anasema tunaweka uoga katika nyoyo za wale waliokufuru. Sasa wewe unaona ukubali kwa miongoni mwa watu hao? Acha kabisa Muislamu, fanya maamuzi ya kweli ya kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tupa majitu hayo, dumu na adhkari, au somea dua. Kama kuna shetani kwenye mwili anakutia wasiwasi, somea dua, alafu utafunguka. Ukishafunguka wallahi lazima utakaa sawa. Sasa nakupa dawa, nakupa dawa nyingine ambayo unaweza kuitumia. Dawa nyingine unaweza kuitumia, soma la ilaha illa Allah.
la ilaha kalimati tauhid. Lakini kwa wale ambao wameshafunguliwa, watu wanaishi na wadudu hawa, namna ya kuwafungua watu ndio wameshindwa. Usomewe dua ya kumtoa huyo khadimu sihri, akishaondoka dumu na kalimati tauhid, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Soma mara nyingi maneno hayo, wallahi utatoka katika dhima hii. Ni hatari. Utakuta hawa ndio wasaliji, hawa ndio wanasoma adhkari, hawa ndio wanasoma Qur'an sana, lakini bado wanairizi yetu wameziaminia eti wanaona Allah hawezi kuwahifadhi na shari za kila aina. Wanaona Allah mpaka uwe na kitu kingine kitakusaidia. Umeshakosea basi, umepata Allah amekuelekeza sasa pita huku. Kuna watu wananipigia simu mimi, ni Allah amekuelekeza pita huku, toka huko uliko, sio kwa sababu unafanya juhudi. Yani wale wote wamenipigia simu kwamba wana vitu vinawasumbua namna gani wa kuviacha, ni wale Mungu Allah amewaonyesha kwamba piteni katika njia ya huyo mtu ndio mtakuwa salama. Lakini unaona watu unawaelimisha, unawapa hawaelewi, watu wanaogopa, wanarudi tena kwenye upotovu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah wape hidayah watu hao. Naamini ni watu wa Allah, naamini ni watu wana imani kweli. Shetani tukishawabana na hamna gani watatoka katika mikono ya shetani, wameshinda. Basi tumia kalimati tauhid, la ilaha illa Allah, huo wimbo wako mdomoni, soma mara nyingi, Allah anaweza kukuondoa. Lakini ukiona haiwezekani, unasoma una kalimati tauhid, una nguvu inakwisha, wasiwasi unakuwa mwingi, tafuta watu wa kusomea dua, huyo mdudu atoke. Huyo mdudu akisha, wallahi lazima utaweza kuyasoma neno vizuri na utakuwa strong, na Allah atakuelekeza kwake, kwa sababu umeamua kumtaja yeye kwamba yeye ndio mmoja na ana mshirika wa aina yote, ana mshirika, ana msaidizi. Yeye ndio katika ulinzi, yeye ndio atakutosha, katika riziki yeye ndio atakutosha, katika kufa na uhai yeye ndio atakutosha. Ukawa na